Yeah, what's up guys? Aha, ni ile tu sauti moja mmezoea. Of course kuna masauti mingi hapa, lakini ni ingine moja deadly sana. Na tuko na mtu mmoja deadly sana hapa kando yangu. Anaitwa Chi of Chi Media Africa. Na karibuni sana kwa hii maneno. Leo nataka tuangalie mtu mmoja mwenye anakuanga na mdomo sana kwa hii nchi, ako na mdomo. Mr. Gachagua mwenyewe, Mr. Gachagua wa Munyoro. Yes, wa Munyoro. The truthful man. Akona a lot of nicknames. The truthful man. So we want to look at the truthful man himself. Gachagua mwenyewe. Now, I want us to think of this thing critically. Tuangalie both sides of the coin. Yes, hii Gachagua alipigwa teke. Akatolewa deputy president na tukaweka mtu mwingine kutoka the same Mlima part. Yeah. So let's look at it. What if angepigwa teke? What if your impeachment ainge go through? Will he still be talking the way he is talking today? Angekuwa naongea hivyo? Will he still be the truthful man? Ama what difference would it make? You know, mambo na politics inakuanga funny. Ukiwa ndani mnakula mnararua mnofu. Ile pati ya nyama ile kuna mtu alisema hata mingine ati hao wanakula nyama, wengine wanakunywa supu. So sahi Gachagua anameza mate, wengine wakikula nyama. Now, what if angekuwa anakula nyama mwenyewe sahi? What difference will it make? Angekuwa anasema ukweli ama angekuwa anafanya nini? What will he be doing? You know, looking at the history of Gachagua, Gachagua, I'll not say kuna mtu msafi kwa hii dunia, lakini Gachagua has done a lot of bad things, more specifically to his own tribe. Do you know that Gachagua has murdered many people? Why? For what? Yes, kuna hii kesi fulani ilikuwa juzi hii about his brother, venye ndugu yake akafa. Hiyo kesi unajua venye ilienda. He was still the deputy president. You know, everything that happened, everything that transpired. So, how can a truthful man be truthful and yet he's still a liar? What is he trying to tell people? So, hii mambo ya DCP, hii mambo ya opposition, yani ya the other side of the coin, ni hivi. I think in any case the opposition wins the next coming election, I think it will be the worst government. Itakuwa the worst government. Why? Because of the truthful man. The moment hatapatiwa kenye anataka, like for example nasikia venye anasema Nairobi inafaa ikuwe na governor from Mlima na senator from Mlima. Most probably MPs wote wa Nairobi wanafaa wakuwe from where? From Mlima. So inamaanisha hii Mlima, hii Nairobi ni ya Mlima. Unaona? Yes. What if the governor does not come from Mlima? Ama tuseme during the nominations and what have you, wenye wanaenda kupatiwa tiketi, the person mwenye wapatie asitoke Mlima, what will they still be friends? Will they sleep on the same bed? Will they cuddle? Will they hug? Or will they kiss? So come to think of it, hii mambo ni ile tumezoea tu. The same things. If I don't get what I want, you are not my friend. Now, funny enough, they are using the people to push their agenda. The same people wenye waliua.
The same people wenye waliua watoto wao. The same people whose fathers died. In the hands of the same people, of the same truthful men. Yes, these people are the people that killed the fathers and the mothers and the children. Yes. Now they are in the other side, wanajipaka inaitwaje, wanajibatiza majina ingine, sisi ni watu wazuri. They are the same people. So hapa hakuna mambo ya kudanganyana ati yo mimi ni mtu truthful. Hapa Ruto, Gachagua, Kindiki, everyone, all these people, hakuna mtu mzuri hapo. So mtu akikwambia ati yo sisi ndio wazuri, wale sio wazuri, wote ni wabaya. But where is the difference? The difference is here. Kuna mtu mbaya mwenye amekubali ubaya wake, lakini kuna mtu mbaya mwenye anajipaka mafuta ya atumuone mtu mzuri. Unaona? Na this person mwenye anajifanya mzuri na ni mbaya is a very dangerous person to this country. Mr. Gachagua. The person mwenye anaweza ban. Can you imagine the words that come from the mouth of a person mwenye anajiita leader? A person mwenye anajiita leader anasema nini government ni shareholding. Shareholding. The same person anajiita leader anasema niko na hati yenu. Sasa ameng'ora Gen Z. He has done what? There's this what they use. He has manipulated the mind of the Gen Zs. Ni kama ako na switch. Anafinyanga. Na mimi nafikiria hii vaccine yenye watu walikuwa wanapatiwa, hizi vaccine hizi, kuna kitu yenye nakuaga na how come a Gen Z anaona this thing is wrong? They fight for the same thing that is wrong to be right. Then they still say the same thing that is wrong is right. What is that? That's bullshit. Now, Wakenya tukue watu wanasimama na the truth. And the truth shall set us free. If something is wrong, it is wrong. There is no way it can be right. Gachagua anaweza fanya hii inchi ichomeke from every word yenye inatoka kwa mdomo yake. Yes, he can burn this nation. We have seen it burn because of people's mouths. 2007, 2017 it almost burned. 2022 karibu ichomeke juu ya midomo ya watu. Now, we need to draw the line and say, not to take our stand and say, we don't need easy maneno. We need the truth. Yes, we need the truth, but the person that is saying the truth should also be truthful to themselves. Not akuje atuambie venye yeye ni truthful, then vitu wanafanya huko kando ni vitu zingine tofauti. We are tired of this nonsense. We don't have another Raila mwenye atasimama asimamishe vita. Hatuna Raila mwingine. Unaona? The man is gone. So, if you ban this nation, who will stand to stop the fire? There's no one. Mimi nitawaambia tu kweli, there is no one. So, burn it at your own risk. And you will burn with it. Yeah, thank you very much for staying tuned. Kama dawa ni Hero on the Beat, na kumbuka kusubscribe, kulike, kushare na kufanya ile kitu yote unaweza fanya kwa hii channel. Na kumbuka tuko na mambo mingi moto hapa. Don't touch that dial. Bye for now.